Karibu tena katika tunaendelea na tutorial za utengenezaji wa magazeti kwenye Adobe InDesign, na leo tunaenda kujifunza kuhusiana na kuweka effect mbalimbali kwenye Adobe InDesign. Kwa tunaanza na tuanze na hii rectangle tools ambayo tunaitumia katika kuchora maumbo mbalimbali ambayo yatatumika kuweka hizo effect mbalimbali kama picha, headline na vitu vingine. Na hili umbo nililochora hapa juu ni kwa ajili ya kuweka headline ya habari yetu, ambayo kwa hapa tutaingia moja kwa moja kwenye ili file explorer ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye dokumenti zako. Unachagua habari yako ambayo tayari ushaiandaa huko. Mfano hapa tunachagua hii habari ya Charles Hilary. Baada ya hapo itafunguka moja kwa moja huko WPS, then tutaibold kwanza. Tunaichagulia na font ambapo hapa tunaweka 23, 24. Baada ya hapo tuna click. Baada ya hapo habari yetu tunakuja tuna highlight kwa kutumia right click au Control A, afu tutaikopi kwa kutumia Control, tunaingiza huku kwenye Adobe InDesign. Tunaingia kwenye text, tuta click, then tutapaste. Baada ya kupaste tutakuja kwenye cell, tuna highlight kwanza, alafu tutakuja huku kwa ajili ya kukuza hayo maneno kama unavyoona hapo. Baada ya kuchora kiboma hicho cha kuweka headline, tunaenda kuchora kiboma kingine kwa ajili ya kuweka habari nzima. Tutaingia kwenye rectangle tools, tutaichora. Tutaanza kuchora kiboma chetu kama unavyoona hapo. Baada ya hapo unaingia file explorer, nachagua habari yangu nilikuwa nimewekea headline ambayo ni hii hapa ya Charles Hilary. Nakuja naanza na byline na bold. Baada ya hapo nawekea font ambayo nachagua 16. Baada ya hapo nakuja na highlight habari nzima kama hapo, then nabonyeza Control C kwa ajili ya kuipeleka moja kwa moja kwenye Adobe InDesign. Kama hapo unakuja kwenye text na click. Baada ya hapo na paste, afu habari yangu inakuwa inaonekana kama hivyo. Na sasa hapa kama mnavyoona habari yetu maneno yasomeki vizuri kwa sababu ni yanaonekana kidogo. Kwa hiyo tunaenda kuyakuza, tunabonyeza Control A, tunaenda kwenye text, tunakuza maneno yetu. Baada ya hapo habari yetu
haipo kwenye column, kwa tutabonyeza Control A, then tutabonyeza Control B, itatupeleka moja kwa moja kwenye column. Column 3, yani nataka habari yetu iwe kwenye column 3. Tutabonyeza hivyo inapoonyesha, halafu tutabonyeza okay, then habari yetu itaonekana. Hasa hapa habari yetu inaonyesha ina column 2, lakini tulitaka ziwe 3. Kwa tunarudi hapa. Habari yetu haijakaa kwenye column 3 kwa sababu hapa tumechora umbo kubwa, lakini tunaweza kulipunguza kupitia kwenye selection tool. Tuta click, then nakuja tunalipunguza kama hivi. Baada ya hapo habari yetu itakuwa kwenye column 3 tayari. Sasa ukiangalia hapa habari yetu haipo kwenye haya, kwa tunakuja tuna highlight kwa kubonyeza Control A, then tutashuka chini kwenye paragraph na tutakuja justify ili kuweza kuweka maneno yetu yakae katikati kama hivi. Baada ya hapo tunaingia kwenye paragraph. Baada ya hapo tutashuka kwenye hivi vidude vya chini, hicho hapo kwa ajili ya kuweka hiyo tunabonyeza hapo kwa ajili ya kuweka habari yetu kwenye haya kama hapo, then habari ndo inakuwa kama hivyo, tayari ipo kwenye haya ya kwanza, hiyo hapo, hiyo ya pili, ya 3 na ya 4 na ya mwisho hiyo hapo. Then tutakuja kuweka mwandiko wa gazeti, ambapo tuta highlight kwanza, then tutabonyeza kidude hicho hapo kwenye menu bar, tuta search times, tutaandika Times New Roman Regular ambayo ndo hii hapa, tuta click, then takuwa kama hivyo. Halafu asa baada ya hapa tunaenda tunaona hapa habari yetu byline na head na habari yenyewe ni kama vimekaribiana sana, kwa tunaenda kwa hapa. Kinachofuata tunaenda kuweka picha kwenye habari yetu. Tunaenda kuweka picha kwenye habari yetu, ambapo tutaingia kwenye electron frame tool, tuta click, then tutakuja kuchora umbo letu kwa ajili ya kuweka picha kama hivyo, then tutabonyeza Control D kwa ajili ya kuupload picha. Picha yetu ndio hiyo hapo, tuta click, then open. Picha yetu itakuwa imekuja kwenye habari kama inavyoonekana hapo, lakini hapa picha yetu inaonekana nusu, yani haijafiti. Kwa tuta right click, then tutakuja kwenye selection tool,
tutakuja kwenye fitting, tutabonyeza, tutakuja kwenye fill frame proportion, ambapo tutakuja, picha yetu itakuwa inaonekana kama hivyo, ambapo inaonekana vizuri. Then haya, effect nyingine tunaenda kuweka kwenye gazeti letu ni namna ya kuweka rangi, ambapo tunaenda kuweka rangi kwenye headline yetu, ambapo tutaanza kwa ku highlight. Tunabonyeza Control A, then tutaingia hapa kwenye T, kidude hichi cha juu, tutaklik kwa ajili ya kupata rangi. Asa hii T nyekundu T nyeusi ya mkolezo inakuwa inaonyesha rangi ambazo ni za mkolezo. Tutabonyeza hiki kidude kwa ajili ya kutafuta rangi. Mfano, tukibonyeza kwenye hii hapa rangi nyekundu, tukirudi huku kwenye headline yetu itaonekana kama hivyo, maneno mekundu. Kwa headline yetu tayari na maneno mekundu hapa. Kwa mpaka kufikia hapo takuwa nimemaliza kwa siku ya leo, ambapo umeona nimeelezea vitu mbalimbali, mfano namna ya kuweka picha, font, na mfano nimeonyesha hapo namna ya kuweka picha, namna ya kubadilisha rangi za maneno. Mfano hapa kwenye headline tunaona headline yetu ina maneno mekundu na vingine mbalimbali. Kwa siku ya leo naishia hapa. Asante.